Kwanza mimi sikumwambia kwamba ni mchoyo. Ndio nilimwambia babu yangu ni mtaalamu, hiyo kazi anaiweza. Yeye afanye kazi kwa sababu ya kumshusha mtu maendeleo, lakini anatoa adhabu kwa wale ambao watataka kushusha maendeleo ya watu. Ndio. Nikajua kabisa hicho kitu babu yangu unaweza, sasa nihangaike na mimi wakati najua kabisa babu yangu unaweza. Nikasema sasa nichukue jukumu la kufunga safari japo nimekuja bila taarifa. Hivyo ili kusudi tuone maisha yetu yanaendaje. Kwa hiyo msaada wangu nilikuwa nataka msaada kwako babu. Kupitia njia hiyo labda kama unaweza kunisaidia. Tumechoka haya mambo. Mambo alikuwa anaenda hivi, lakini sasa hizi toka ameacha mambo yalikuwa ni hivi. Mambo yameharibika. Yaani wametutoa kabisa kwenye amani. Sasa hizi muda wote anashinda nyumbani. Vijana wa kisasa wanasema wamewatoa kwenye reli. Wametutoa kwenye reli. Kama una maisha ya sasa sio kama zamani, mwanamke alikuwa ametulia nyumbani. Sasa tunawajibika wote. Hasa na wenyewe ndio hivyo. Wametuingilia kazini, mke wangu sasa amebaki amelala nyumbani. Naomba sana utusaidie mzee. Asante sana. Umemaliza mjoko wangu? Nimemaliza mzee. Mimi nilikuwa ni hilo tu, tusaidie tukaendelee na mambo yetu. Tumechoka. Asante sana. Nashukuru sana, nimekusikia vizuri na nimekuelewa. Uzuri wa bahati sisi wazee wa zamani, mtu anapokuwa anazungumza ni lazima tumsikilize vizuri na tumuelewe. Sasa nataka na mimi nikujibu. Unanisikia mjukuu wangu? Sawa babu, sawa. Na nataka nitakapoanza kukujibu unisikie na usiishie kunisikia, unielewe. Sawa. Maana unaweza kunisikia usinielewe. Sawa babu. Si ndio mjukuu wangu James? Sawa. James nakupenda sana. Sawa babu. Kwa sababu uliahidi sana vitu vingi kwa mdogo wako. Na leo umekuja kuvitimiza. Alafu nikurekebishe sehemu moja. Umesema kwamba tukuwasiliana. Ulinipigia simu umesahau, wewe mambo mengi. Nimezungumza na wewe kwenye simu kabisa. Na ukapokelewa vizuri na mdogo wako. Safi sana. Babu unajua ndio napotoka ni mbali, mikoani Dar es Salaam. Safari unachukua usiku karibia 3. Kwa hiyo kichwa kinavurugika na kuchanganyikiwa. Pole sana. Sasa sikiliza. Hilo jambo lako lilokuja kwamba mimi nikusaidie, ukiamini kabisa kwamba babu yuko kijijini ni hatari sana kwa mambo kama haya, si ndio? Mzee wangu. Sasa nakushauri. Hiyo mambo nilikuwa naifanya enzi za nyuma kabisa, nilishaiacha. Ila baada ya kuiacha nitaendelea kukupa, usikati tamaa. Sikiliza. Wanasema mkubwa ni dawa. Mimi usioni mpaka umvi zimetoka ukafikiria ni mchezo. Hapana, mkubwa ni dawa. Dawa iko hivi, sikiliza. Sitopenda uende kwenye mambo ya kishirikina. Mambo ya kishirikina sio mazuri. Mambo ya kichawi sio mazuri kwa sababu ni hizi nataka nikupatie. Mungu alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, ni sahihi? Na Mungu huyo alileta mti wa uzima. Ni sahihi, mti wa uzima upo ambao sasa hivi tunakula matunda yake ya uzima. Ukila ile tunda linakupa vitamini nyingi sana za kuweza kuishi. Unisikilize na unielewe. Lakini mti huo wa uzima unakwenda kuchuma majani pale, unaweka pale kwa kuomba Mwenyezi Mungu Yesu Kristo aliye hai, ukitumia unapata unafuu. Huo sasa nitarudi kwenye mfumo kwamba huo ndio uganga. Uganga ni mtu anakuja unamsaidia kutokana na magonjwa alionayo, unaomba ule mti wa uzima, unampatia, anatumia. Akitumia anapona. Kwani mti wa uzima unaujua? Labda sabani kidogo nikusaidie. Tulia hapo hapo unisikilize ninachokifanya. Ngoja niuchume mti wa uzima hapa ndio utaujua baba. Nisamee fimbo yangu wale vibaka waliichukua waliniibia. Walikupola mzee. Huu ndio mti wa uzima. Unachuma majani ya mti wa uzima, unakwenda unampelekea yule mgonjwa aliyokuja kushitaki shida zako. Sawa? Unaweka kwenye maji. Unamwambia chukua, anakunywa, anapona. Huo ndio unaitwa uganga ambao Mwenyezi Mungu anauhitaji. Sawa? Lakini sio unakwenda kufanya ushirikina wa mtu anataka kufanikiwa mambo yake kama waliokufanyia, unamfungia riziki zake. Sio kitu kizuri, huo ni ushirikina. Mtu namuona amepata magari, amepata mahali, amepata manyumba, magorofa, magari, unakwenda kumuroga anakufa, huo ni ushirikina. Mungu hapendi. Ndio maana mimi nikaamua kuokoka. Sikutaka tena mambo yale ya kishirikina. Hapana. Umenielewa mjukuu wangu James? Kinachotakiwa hapa ni kwenda kufanya yale yaliyo mema. Unanielewa? Unisikilize. Mganga aliyorisishwa ni mganga anayetumia nguvu za malaika watakatifu. Kazi yake huyu mganga, maana yake kizungu anaitwa dogita. Daktari. Sawa, kisomi meta daktari. Sasa yule kazi yake ni kuponya. Anatumia zile dawa za kizungu, anatumia zile dawa za kiasili ambazo ni za miti, anamponya.
Lakini mshirikina nile anakwenda kuchukua dawa ya mti, anakwenda kuibadilisha, kufunga maisha ya mtu, kama alivyokufungia wewe mjukuu wangu pamoja na mke wako mjukuu wangu. Sasa hivi yuko kitandani anateseka na njaa. Biashara imekufa. Pharmacy sio pharmacy tena, imekuwa pharmacy. Unaona shida hii? Huo ni ushirikina. Unisikilize. Sasa sintakushauri kaue mtu, sintakushauri kumfungia mtu biashara yake. Bali nenda kwa mganga ukaombe tiba ya kukusaidia kwamba wewe utarudi vipi kwenye maisha yako ya zamani. Na mimi hapa sifanyi tena mambo ya kishirikina na sijawahi kuyafanya. Nilikuwa natibu kabisa watu wanapona. Kwa hiyo na wewe leo nitakachofanya mimi nitakupa maombi, nitakuombea, utarudi kule na nguvu ya Mwenyezi Mungu kubwa, maana Mungu ndio kila kitu. Na ndio maana akasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sisi ametupa maarifa ya kuombea watu wanafanikiwa, maana tumeshaokoka. Na nimekuonesha kabisa na ndani ya kwenda kuchuma majani ya mti wa uzima, unachuma katunda, unamhudumia mtu anapona. Sio kwenda kufanya ushirikina, kuroga watu, kufungia watu riziki. Mungu hapendi. Kiyama utachomwa, kiyama kipo. Na Mungu sio afandesele, Mungu yupo, hapa yupo, ila wewe muone kabisa muone. Kwa babu, wewe unamaanisha kweli hiyo njia za nikalitibu ile swala? Njia ya kukuombea na ukafanikiwa? Naona mjini mambo hayo yapo, lakini sio ni babu. Usiamini ushirikina sana mjukuu wangu. Ushirikina sio mzuri. Nimekwambia ushirikina wa kuroga sio mzuri. Wa kuua mtu sio mzuri. Wa kufungia mtu maisha yake sio mzuri. Walio kufungia sio kwamba na huwa alipizie kisasi, hapana. Kisasi nitakacho kupatia wewe ni kisasi cha kwenda kufanya maombi. Kile kisasi atakitoa Mwenyezi Mungu na biashara zako zitafunguliwa kupitia Mwenyezi Mungu. Umenipata? Ndio maana nimekwambia kuna mganga mwenye nguvu za Mwenyezi Mungu. Kuna mganga mshirikina. Kuna mganga anashiriki mambo ya uchawi. Umenielewa? Kuna mganga ambaye yeye kazi yake ni utapeli. Anaandaa maofisi, anaweka vitambaa vyekundu vyeusi pale. Huyo ni mtoto wa mjini, lakini anajiita mganga. Anaweza kasaga majivu, mikaa, mabeti anaweka ofisini kwake. Mwisho wa siku anakwenda kuweka mabanko kwenye miti. Anaweka mabanko kwenye kuta kwamba mimi ni mganga, nimetoka Nigeria. Natoa dawa za mapenzi, za mivuto. Ninakutolea pete unapata utajiri. Wale ni watapeli, sio waganga. Na wale wa siku ya kiyama watachomwa sana, sio watu wazuri. Bwana wanaharibu maisha ya watu. Wanaibia sana watu. Sindotaka upungukie kwenye ushirikina, hapana. Na kuomba maisha yako yawe ni ya kanisani, kama ni msikitini. Basi ukizidiwa basi unamuomba Mungu. Ulicho kishika wewe kitakuponya, kitakusaidia. Unachuma majani, unaweka kwenye maji, unakunywa, unapona. Unachuma tunda takatifu, unatafuna, unakula, maisha yanaendelea. Kila kitu kitafunguka. Maombi ndio kila kitu kwako. Wanangu, wakazaneni wanangu hapo vipi? Kwa babu wapi? Mimi sipaelewi wanangu, mjue. Uje tumbo ni nyuma uje hapa. Ni hapo. Wa mzee si ndo huyu? Si ndio wale vijana walionivamia siku moja napita kichocheo hapo. Babu tusamee babu. Tumekosa babu. Na ndio wenyewe walikuwa wako waine hivi waine. Mungu wako. Nina hasira kijana wangu. Mjukuu wangu nina hasira sana. Hapana. Unawaona vijana waine? Sisi tumerudisha vitu vya mzee. Vitu vyake wote tunarudishia. Hebu mtoe maelezo vizuri. Mnarudisha vitu vya mzee, mlifanya nini? Hebu subiri. Hivi vitu vya mzee. James washanzi sana watoto waje. Unasikia brother, kitu sio uongo. Sisi tulimkaba mzee. Si unajua katika nani mlimkaba babu yangu? Mnamkaba mzee kabisa kikongo miaka 78. Tamaa za kimaisha brother. Babu mbona mnafuga? Sio mama ulikuwa unasema mnafuga vijana. Jamani kakwambia maombi ndio kila kitu. Nilipiga maombi. Tafuteni hela kwa nguvu zenu jamani. Mzee mmoja jana. Sasa brother, nguvu ndo kama hizi za kukaba brother, tumepita kule. Babu tunaanza. Wanataka niwasamehe. Wakati mnafanya hivyo mlifanya kwa shukrani. Mlinivunja kiuno nikaumia. Nimeenda hospitali, mjukuu wangu James ananipeleka kunitibia. Kiuno changu kijatengamaa. Tusamee basi. Mzee akisha kwa mzee ana miguu tatu, mguu wangu wa tatu uko wapi? Labda nikuulize swali. Wewe katika kunibia ulichukua nini?
Ulichukua nini? Nivalishe vile vile ulivyonikuta. Hiyo ndio adhabu yako ya kwanza. Mpumbavu kabisa, una adabu. Valisha hapa haraka. Rudisheni vitu vyote vya mzee wangu jamani. Ulichukua kitu kingine kitu gani? Sasa hivi hapa. Unavua kabisa. Unavua kabisa. Valisha kabisa hapa ndio utakapoona na mzuri. Napigia simu askari sasa hivi hapa. Una adabu kabisa. Mnakuja kunivua kabisa na batia hivi mweupe. Wewe ulipa nini hivyo timu na hela? Hii hela unajua ilitoka wapi? Wasomee wa Tanzania wote wajua wanaokutazama kwamba ilitoka wapi. Ni ya Tanzania hiyo. Una sura ya baba yako. Sio Kenya. Unasoma Kenya wewe, una adabu, uwezi wakobwa nyinyi. Mpumbavu. Ilikuwa ziko mbili, nyingine iko wapi? Hii hapa chati ya mfukoni. Hebu wasomee wa Tanzania wajue, mnakuwa wezi tu. Kwa hela ya simu. Ni hela ya watu ulisoma wewe, unakuwa unaibia watu. Mzee hili hapa siniachie. Huyu ndugu mkuu wangu watatu. Umekuja kuomba msamaha, umekuja kupekeli. Kuna adabu kabisa. Mnakuja kuniibia, nitawaongeza hapa vingine moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Ndio wanaokatakata. Wamenipiga kwenye kichwa hapa nikasikia kizunguzungu na chini na baa. Nasikitisha sana watoto. Mzee mpaka sasa nakuja kutuibia. Simkawaibia maskari huko. Mbona mnashindwa kuwaibia watu wenye nguvu zao? Toto hawana adabu. Kuelewa mwanangu. Mkija kurudia tena. Nisumbua sana, walinitesa sana. Ronaldo muruwe. Yaani nimesema mwanangu maisha mazuri hapa kabisa. Msiende kuingia na wazee wengine, wazee wote mwaogope kama ukoma kuanzia sasa. Mmenielewa? Nakuelewa mzee. Msirudie, fanyeni kazi, mna nguvu. Hebu pigeni magoti niwaombe. James na wewe ungana hapo niwaombe. Hatuna mapepo hapo, hatuna mapepo. Tutana mapepo. Una mapepo, unataka kufanikiwa niambia mimi sina mapepo babu, tusamee tu twende. Kilichokutuma kuja kunipiga mitama na mijeki nikaanguka chini na baa ni kitu gani kama sio mapepo? Magoti babu. Sio nipiga mitama nikaanguka. Una adabu kabisa watoto wa siku hizi. Allah antana masamu. Mimi naogopa wazee. Hebu niwaombe mabaragasha yenu yageuze, weka chini mabaragasha. Mnavaa makofia marefu kama minara ya Vodacom. Toa makofia yenu niwaombe. Toa makofia weka chini pale. Baba Yesu Kristo uliye hai, ninawaombea vijana hawa kuanzia sasa, waokoke na watoke katika nguvu za kishetani za kuibia wenzao. Wabariki na ukawafungulie riziki zao. Wizi wauone kama shubiri, isipokuwa maisha mazuri, waende wakafanye kazi za kilimo, wakafanye kazi za biashara, wakafanye kazi za kuchimba badili, waweze kufanikiwa, waweze kupata kipato chao cha kila siku. Mungu alisema asiyefanya kazi na asile, bali anayefanya kazi akitoka jasho ndio anaweza kula. Mwanaume akitoka jasho anakula, mwanamke naye atazaa kwa uchungu. Yesu Kristo waombee watu wanao waweze kubarikiwa na watakasike. Kuanzia sasa nimewasamehe, sitataka kuwasumbua tena na wasisumbue tena wazee. Sema amen. Asanteni sana kwa heri. Limepoa mwanangu. Tumbo limepoa. Wameleta wote. Wote wameleta. Tumbo limepoa mwanangu. Wote wameleta. Nawaambia. Tafuteni hela. Umesikia? Maisha sio mazuri. Haya wewe hapo paka sasa una nini? Waambie mjukuu wangu, waambie mjukuu wangu. Mimi nimepanga kuna ghetto lipo hapo chini mwanangu. Waambie. Tunapambana mjini huko sasa, tuna nyumba zetu, tuna biashara zetu. Kijana wangu James ajiri mjukuu wangu na maisha mazuri kabisa. Michongo yuko Bongo kule Dar es Salaam Tanzania. Fanyia nini nyie? Bwana ni kijana kama nyie kabisa. Mjukuu wangu kabisa. Mzee Isa nzuri. Unarudia yale yale takurani sasa. Haya babu. Tumeondoka babu. Asante sana. Msirudie mkabadilike. Mkae vijana noma babu, tumekuelewa hapo wanangu, tuondoke. Asante sana. Msirudie. Wakaza tukutana. Sawa joko zangu, hebu njoni babu na pele turudishie rudi kidogo tuwarudishie. Hatutaki babu. Sawa ni mwasamehe. Mwanangu mimi babu na rudi kidogo hapa. Rudini. Jambo rodeni bwana, mnasikiliza wazee waliosema. Simuelewi kinoma ni. Mnadharau wazee wa zamani jamani, msidharau wazee. Nataka niwaulize swali la kiutu uzima. Nyie mnasali dini gani? Mnasali dhehebu gani? Nyinyi hamsali. Swali babu. Kwa nini hamsali? Ndio maana ushetani umewakaa kwenye nafsi zenu. Hamna. Kusali ndio kila kitu. Palipo Yesu ndio kila kitu. Nadhani mmechanganyikana. Palipo leo wanasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kila kitu. Mmenielewa? Ndio. Kuanzia sasa ninawaagiza muende mkamjue Mungu kupitia dini zenu. Aliye Muislamu aende msikitini, aliye Mkristo aende kanisani. Mtakuwa watoto wazuri, mtakuwa watoto watakatifu. Mmenielewa? Ndio maana nikawaombea. Sawa?
Ndio. Haya, muende salama na mkae watakatifu katika kusali kwenye imani za dini zenu. Sawa? Ndio nilikuwa nimewaitia hicho. Mnaona ni usumbufu, sio usumbufu, ni maneno ya kiutu uzima mazuri. Asante sana. Tumekuelewa mzee. Tumekuelewa. Asante sana, mfike salama. Sawa, nyama hapo. Aisee wanangu. Hizi kazi. Mimi ngoja niweke vizuri kuone vizuri. Unakumbuka tulikuwa tunazungumzia masuala ya maisha ya wewe na mke wako huko Dar es Salaam. Lakini kidogo wameingia wahuni nao walishanifanyia uadui. Umewaona walivyonifanyia uadui? Lakini Mungu anatenda. Ndio maana nilikwambia hata wewe usije ukapotoka kaenda kwenye ushirikina aka ya wachawi. Haipendezi. Nilikuwa nakukataza. Maajabu ya Mwenyezi Mungu, si umeyaona? Waliniibia kamguu kangu aka ni kamguu kangu katatu. Bila aka sitembei, kiuno kimesha kufa. Miguu yenyewe imeshabakia ni ngorogojo. Unaijua ngorogojo? Huijui. Haya, wameniibia kahera kangu, bosimu bwangu na kakofia kangu wameiba, wamepeleka. Nikapiga magoti nikamuomba Mungu tena kwa manunguniko makubwa, kwa majonzi makubwa vibaya sana. Unanisikia? Nakusikia. Na unielewe. Nakuelewa. Mungu amejibu na ametenda. Kwenye macho yako hujatoka kabisa. Umeona kilichotokea hapa. Wahuni wameleta vitu au wakuleta? Wameleta mbele yangu. Wamekiri au wakukiri? Wamekiri yote. Si tumeahidiana nao baada ya kuwaombea na kuelekeza hata kwenye imani zao. Si wamekubali? Je, wewe maombi utayakubali kwamba atakwenda kukusaidia kwenye famasia zako huko Dar es Salaam? Sababu kwa mimi ndio niliona hapa. Umeliona kwa macho yako? Niliona kwa macho yangu wameleta yote. Huko mwazima mtu mwingine macho yako labda ndio ameona yeye, umeona wewe? Kwa macho ya nyama nimeona. Macho ya nyama ya kwako. Nimeona. Kilichotokea. Nimeona. Na wewe James mje kwangu ana huruma. Unaanza kuwaombea msamaha na wewe. Na kati na wewe mwenyewe alikufanyia maasi. Unajua. Unaanza kuomba msamaha na wasaidia. Babu mambo haya babu. Lakini nashukuru kwa sababu umeanza kuombea msamaha na wewe umeamini kilichofanyika. Basi naomba unaweza nikakuombea na ukakubali na mambo yakaenda sawa. Nipo chini kwa ajili yako. Nataka nipige magoti na kigo. Unatarajia kurudi lini? Hapo kesho kutwa narudi. Kesho kutwa narudi. Sasa nataka nikuombea kwa Mwenyezi Mungu ataka kufungulie. Biashara zako zote zikawe salama. Sawa. Sawa. Ngoja kwani wewe nigamike hapa. Yaani kidondoko ni dake maana. Hamna shida. Wewe sasa naoni hatari sana. Hamna shida. Hamna shida. Ngoja nikuombee kwanza. Baba, uliyesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mjukuu wangu huyu James ametoka huko Dar es Salaam. Huko Dar es Salaam amepata majanga mengi. Yeye na mke wake katika biashara zake za pharmacy. Mnaita pharmacia. Pharmacy hizo zinaonekana zina nguvu za kishirikina, zina nguvu za kichawi, zimemtesa sana. Na palipo Mwenyezi Mungu nguvu za kichawi na za kishirikina hazina kazi. Tunavunja ngome zote zilizoko katika maisha ya Bwana James na bwana mke wake huko Dar es Salaam. Baba, waokoe watu hawa, wafungulie biashara zao ziende zikafanikiwe. Maombi ndio kila kitu. Lakini bado sijawakataza kutumia kale kamti ka uzima. Kamti ka uzima unachuma majani, unakanena maneno ya Mwenyezi Mungu, unakunywa unapona. Unachukua katunda ndio maana ukienda hospitali wanakuambia ukale matunda. Dokta anakuambia ukale matunda. Ukila matunda unapata vitamini fulani hivi ndani ya mwili wako na afya inakuwa nzuri. Hiyo hujakatazwa, bali na kukataza usikwende kufanya ushirikina. Ninakuombea kwa siku ya leo uende ukafanikiwe, biashara zako zikafunguke, na ulichokiamini kwa imani ya mujibu wa dini yako ndicho kitakachokusaidia na kukufungulia maisha yako. Uende ukabarikiwe mjukuu wangu James, biashara zako zikang'ae, zikasifike kimataifa. Kuanzia magharibi, mashariki, kaskazini, kusini, wazungu, wahindi, waarabu, wa Afrika, wa China, wa Japani wakazione, maisha yote yakafunguke huko Dar es Salaam. Kuanzia leo nguvu za kishirikina na nguvu za kichawi katika biashara ya wewe na mke wako hazina nafasi tena. Ninaamini umekubali maombi ya Mwenyezi Mungu yanafanya kazi, basi endelea kufanya kazi maana kilichotokea mbele ya macho yako ya nyama umekiona mwenyewe. Asante Baba. Na Mungu anasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa utakayopata hapa ni ya kwenda kusali, ni ya kwenda kuswali. Maarifa unayopata hapa ni ya kutumia majani ya uzima na matunda ya uzima. Usiende kutumia ushirikina wala uganga wa kichawi, hautakiwi na hauna nafasi katika ulimwengu huu. Asante Baba, mjukuu wangu James ukafanikiwe. Sema amen. Amina. Asante sana mjukuu wangu. Asante sana. Umeponyeka, maisha yatakwenda kuwa mazuri. Asante sana. Unajua babu? Ndio mjukuu wangu. Hata mke wangu alinishauri bwana, hizo njia so nzuri. Ndio. Nilimbishia kabisa. Ulimbishia. Lakini kwa kuwa nimeshuhudia hapa
vijana wameleta vitu vyao. Kilichotokea tayari kabisa. Ndio. Wamekiri kwamba hatarudia tena. Hapa nimeamini kweli na mimi mambo yangu yanaweza kwenda kukua sana. Basi unakwenda kufanikiwa. Sasa hapa ndio kidogo taishi kwa amani. Hata mke wangu nikimwambia ndio kila alichokuwa nakisema mimi nikampinga, ataamini naye ni kweli. Sahihi kabisa. Asante sana. Nashukuru sana. Asante. Uende ukafanikiwe vizuri. Asante. Sawa. Hivi mama, anafariki ni nani? Mbona sijajua? Ni yule mchungaji yule mama yule, siku ametoka kanisani kule, amefika anaanza kutuhubiria pale. Yule mama wa juzi kule? Yule. Mwenzangu ndio tumepata taarifa kwamba amefariki yule mchungaji yule dada. Yaani wewe acha tu. Ndio nakwambia matatizo matupu. Kweli bwana. Ni yule mama mchungaji. Jamani. Poleni sana. Ni huyu jamani. Jamani poleni sana jamani. Jamani baba poleni jamani. Karibuni. Jamani. Jamani poleni sana jamani, sisi tumesikia ametuma kweli, mama mchungaji alituhubiria kabisa. Jamani poleni sana jamani, mama alituhubiria anatuhubiria neno la Mungu. Dada alikuwa mwema sana jamani, anahubiri neno la Mungu jamani. Tutapata mchungaji mwingine kweli jamani.
Tulia basi. Sikilizeni jamani, kwanza tusikilizeni mimi. Jamani, dada yangu ndio ametuacha hivyo. Dada alikuwa mcha Mungu kweli, ila kilichosababisha mpaka atuache alikuwa akitoka katika mihangaiko yake huko, mara akafika njiani vibaka wakamvamia. Sasa katika mihangaiko ya kujitetea naye, inaonekana katika mwili wake alipata maumivu, ndio aliyomfanya mpaka leo hii ametuacha. Amekuwa kitandani kwa jumla miezi mitatu. Sasa Mungu ameamua kumchukua. Sasa msiba tunatakiwa tusafirishe. Naombeni tumwombee sala ya mwisho apumzike salama. Sikilizeni sala kwanza. Tuombee kumsikiliza sala ya mwisho kwanza. Mipango ya Mungu. Tufumbe macho tuombe. Baba Mungu, tazama binadamu huyu ulimuumba mwenyewe kwa upendo wako. Ulimtuma duniani aje kutekeleza kusudi lako. Tazama siku ya leo umempenda zaidi. Tulimpenda sawa, ila wewe Jehova umempenda zaidi. Tunamuombea kwako Jehova, huko alipo apumzike salama. Tunajua ni mapenzi yako, hatuwezi tukapinga, ila tulimpenda, umempenda zaidi. Utukufu wako, neema zako zijizilishe mahali pake. Amina. Amina. Yeah.